na katika nyumba zenu mtavumilia, mtaishi kwa amani katika nyumba nzuri za baraka. Vile unavyomvumilia hapo, siku moja hata utajenga kwako, utapata amani. Sema amen. Yes, makofi mazuri sana. Nataka nifundishe, kuna vitu tunaviwekea kikomo. Ambia mwenzako kuna vitu tunaviwekea kikomo. Najua watu wanauliza kwa nini tujenge kwenye kipindi kingine. Muda wetu ulichelewa, mlikuja kama mmechelewa. Sasa tuweze kuharibu muda kuingiza kipindi kingine ambacho. Amen. Kipindi kingine kitaingia baada ya mafundisho haya dakika chache. Last time ama Jumapili iliyopita nilifundisha kuhusu Yeremia 1. Amen. Ni ujumbe ulikuwa kabla hujazaliwa ama kabla hujawekwa tumboni mwa mama yako, Mungu alikujua. Sema amen. Nikasema tatizo letu ni kwamba hatujui malengo ya Mungu juu ya maisha yetu. Hilo ndilo tatizo tulilo nalo kubwa sana. Na mtu yeyote akikosa kujua yale ambayo Mungu amemumpia, yule mtu struggle sana maishani. Maana nikafundisha nikasema kabla hujawekwa ndani ya mwili na ndani ya tumbo la mama yako, ulikuwa wewe katika ulimwengu wa wapi? Wa roho. You are in a spiritual realm. Bwana sio sana. Kabla hujawekwa. Ndio maana nikasema Mungu akijua kwamba kuna dada mahali anahitaji mtoto. Amen. Mungu uchukua ile roho ambao tayari ameitamkia, na ile roho anaidirect kwa mama. Sema amen. Ikiwa huyo mama ni Mkenya, ikiwa ama ni Mtanzania, Mungu anaachilia ile roho mahali pale kwa minajili ya ukombozi ama kwa minajili ya jambo fulani katika taifa la Tanzania ama la Kenya ama la Uganda ama nchi yote ile. So anapokuja yule mtoto, anapoingia tumboni mwa mama, already Mungu huwa amejua huyu nimemweka kwa sababu ya jambo fulani. Ndio maana anamwambia Yeremia, kabla sijakuweka tumboni mwa mama yako nilikujua, na nimekutenga Yeremia uwe nabii wa mataifa. Sema amen. Kwa hiyo kila mtu hapa kuna kitu. Kuna wale wametengwa kuwa manabii kama Yeremia. Kuna wale wametengwa kuwa walimu wa neno. Kuna wale wametengwa kuwa waandishi. Amen. Kuna wale wamewekwa kuwa madaktari. So kila mtu Mungu amempatia kitu ndani yake. Na tatizo ni kwamba hatuelewi hasa tuko wapi. Hatuelewi tumeitwa tufanye nini. Na mtu ambaye haelewi ameitiwa nini anapitia changamoto. Ndio maana wengine wanafanya kazi ambazo si za kwao. Maana huyo mtu, angalia, Mungu amemuita awe nabii kama Yeremia kwa mfano. Amen. Unaribu. Mungu amemfanya kuwa Yeremia kwa mfano. Lakini sasa huyu mtu amebadilika, hajakuwa tena nabii, ameingia duniani na mama yake ama baba yake wamemdirect huyu mtu ama huyu mtu